Karibu sana Shene Media. Kwa majina naitwa Rehema Saidi Meleke, ndiye mkurugenzi wa kampuni ya Misuya Herbal Tiba na Lishe. Ukizungumza tiba na lishe, nazungumza kwa kumaanisha lishe tunayoitoa sisi, kwanza kabisa ni vyakula ambavyo watu wengi tunavyo lakini hatujui thamani yake. Huu ni mwani kama unavyoonekana kwenye picha. Huu ni mwani, zao linalopatikana baharini, lakini tumemshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na jopo la wataalamu waliofanya research ya mwani na akasema kwa hakika tutumie mwani kwa tiba, lakini pia tutumie mwani kwa ajili ya lishe. Kwa hiyo mwani kitaalamu tunasema ni general body treatment. Mwani una treat mwili wako mzima, mfumo mzima wa mwili unatibiwa na mwani, na leo unapatikana hapa Misuya Herbal Tiba na Lishe. Lakini kazi kubwa sana ya mwani jamani ni kuzalisha uteute kwenye pingili, kwenye upande wa spinal cord, bone disease pamoja na lamba, yani kesi za kiuno, mgongo na magoti. Karibu kwenye mwani unapata tiba ambayo ni sahihi kabisa. Hapa mkononi kwangu nimeshika chai dawa. Haya ni majani ya chai ya asili. Jamani, afya ndiyo mtaji wa kila kitu. Ukishaumwa unapoteza malengo yako yote, lakini ukiwa salama ni rahisi sana kuweza kutimiza ndoto zako. Naomba turudi kwenye lishe ili tuweze kutimiza ndoto zetu. Haya ni majani ya chai ambayo ndani yake kwanza kabisa kuna mmea unaitwa mziwaziwa. Mziwaziwa ukiingia kwenye Google utaliona hilo jani. Ni mmea unaoongoza kuongeza immune, kinga ya mwili. Lakini mziwaziwa kazi nyingine linaondoa infection zote kwenye damu. Sasa hivi kuna ugonjwa unaumwa homa kali, ukienda hospitali wanakuambia una infection kwenye damu. Sasa ukitumia chai hii kesi hizo zinakuwa zimekwisha. Lakini humu kuna majani machanga ya mpela. Mpela niseme ni antibiotic kubwa sana, kwa sababu hata kama mtu saizi anaharisha damu, anahara damu, chuma tu majani yako ya mpela hapo hapo nyumbani ulipo, chemsha yale maji, mpe. Baada ya dakika 15 lile tumbo huwa linakata, kwa sababu mpela unatibu UTI, amoeba, typhoid pamoja na minyoo. Haya ndiyo magonjwa yanayoweza kukupa diarrhea ambayo ina mchanganyiko wa damu. Lakini humu ndani kuna majani machanga ya mwembe. Jamani, mwembe kuna kitu ambacho tunakipata kutoka kwenye mwembe asilia, sio hii miembe ya kisasa, yani zile embe dodo za Tabora, zile miembe ya asili. Ukipata yale majani machanga, msimu wa majani yanapochipuka, unayaanika ndani usaga, unatengeneza chai yako. Nini anapata faida mtu anayetumia majani ya mwembe? Faida ya kwanza anayoipata, kwanza mwembe unaruhusu uzalishaji wa seli za mwili. Kwa hiyo mwili wako unakuwa una uwezo wa kupambana na magonjwa ukitumia hii chai. Lakini wale wenye kesi za moyo, magonjwa yale ya pressure kupanda, pressure kushuka, valve zinatanuka, umeona, unatumia hii chai unakuwa uko vizuri sana. Ndani ya hii chai kuna mmea mwingine tulioweka humu, tumetumia nini hii, manjano. Jamani, manjano ndiyo tiba na kinga ya kansa, magonjwa ambayo sasa hivi yanaongoza. Sasa hivi kansa limekuwa ni tatizo, kansa ya figo, kansa ya ini, kansa ya ngozi na kansa nyinginezo. Kwa hiyo ukitumia hii chai kama kinywaji, faida unayoenda kupata, unaokoa uhai, unaokoa gharama za matibabu ya hali ya juu. Kiongozi, kabla wakati unamalizia hiyo, umeweza kusema manjano. Manjano watu wengi wamezoea kuwa wanajipaka usoni. Labda ni manjano gani iwe faida kwa mtazamaji anayotutazama hivi sasa? Manjano ninayozungumzia mimi ni haya hapa, ambayo kweli kabisa wanapaka usoni, na manjano ninayozungumzia kwenye kategori moja. Lakini manjano yanadili kwenye ngozi, manjano yanadili kwenye tiba. Kwa hiyo kwenye ngozi, hata ukitaka usizeeke, chukua unga wa manjano, hebu blend na nyanya yako, paka usiku, fanya kama tope, paka usiku mara moja, alafu baada ya muda unawe. Kesho asubuhi walokuwa wanakuambia wote shikamoo, wataanza mambo, kwa sababu kuna salamu nyingine ni mawakilishwa. Kwa hiyo wakikuona kwamba age grow, wanaanza kukupa shikamoo, na ukirudi
kwenye under 17 wanakupa mambo. Kwa hiyo manjano tunasema ni mmea muhimu sana. Unavyoweza kuboresha ngozi ndivyo unaenda kuboresha afya ya viungo vya mwili kwa ndani. Nimeona hapa katika kipeperushi hapa kuna dawa moja naona inaitwa Mayego. Hii Mayego ni ipi hiyo? Kwanza kabisa samahani, umekosea kidogo, umesema Mayego. Mayengo. Yes. Mayengo. Yes. Naomba nizungumzie Mayengo. Jamani, Mayengo ni dawa ambayo inamsaidia mwanaume aweze kurudia uasilia wake. Naomba hapo tuelewane. Mimi huwa nasema kila siku hakuna dawa ya nguvu za kiume duniani. Na nazungumza hivyo kwa sababu mimi nimefanya Muhimbili miaka 17 kitengo cha tiba asili. Nilikuwa kwenye research ya mimea na tiba magonjwa. Hatukuwahi kupata dawa ya nguvu za kiume. Isipokuwa tunapata vitu kama hivi. Ngoja nikuonyeshe kidogo. Unauona huu mzizi? Huu mzizi ni alikasusi ambayo sasa hivi watu wengi utakuta wana machupa ya chai, akina baba wametengeneza kempu, wanaenda kupata kahawa ya alikasusi. Faida gani wanayoipata baada ya kunywa alikasusi? Wao wanahisi kwamba alikasusi inaongeza nguvu za kiume. La hasha. Naomba nirudie tena, la hasha, haiongezi. Isipokuwa kazi ya alikasusi inakwenda kuzibua kitu kinaitwa protini urea zinazokuwa kwenye glandi ya baba. Zikisha zibuka zile zinaruhusu sasa ili arudie uasilia wake. Kwa hiyo ndio maana wanaipa kwamba inaongeza nguvu za kiume. Ndio hii Mayengo sasa, mmea huu alikasusi na Mayengo kutoka Tabora, kwa wababa wakitumia, kwanza inaondoa protini urea, inazibua mirija, hata kama maumbile yalikuwa yanaenda kusinyaa yanarudi katika kiwango chake vizuri. Kwa faida ya watazamaji, Gogondi ni tunda hili hapa, na huu ni unga uliozalishwa kwa kutumia Gogondi. Na bahati nzuri Gogondi sasa hivi iko kimataifa, sababu hata ukiingia kwenye Google wenzetu Wahindi wamepiga hatua sana kwenye Gogondi au amla poda. Gogondi kwanza kabisa inapambana na kisukari, ongezeko la sukari kwenye damu. Lakini Gogondi cha pili inasaidia umeng'enyaji wa chakula, hata wale wenye madonda ya tumbo. Pia ina balance nyongo. Lakini Gogondi ina madini ya kutosha. Umeona? Kwa hiyo wale wenye kesi za kiuno, mgongo, magoti, kuto kuona vizuri, kupoteza kumbukumbu, tunasema Gogondi inasaidia mpaka uwezo wa kufikiri. Ukiwa na uwezo mkubwa wa kufikiri utamaintain maisha. Kwa hiyo ukiwa una uwezo wa kufikiri mambo yanakuwa sawa. Na kwa sisi waandishi wa habari, basi ukiwa unawaza sana uweze kulipotia habari, basi unaweza ukapata dawa hii hapo na akili yote ikawa sawa. Nimeona hapa mnapatikana hapa Dodoma, Mwanza, Dar es Salaam pamoja na Kibamba. Vipi kuhusu swala la wale wanaopatikana Arusha, Shinyanga, Mbeya, wale wanaopatikana mikoa ya nje ya ofisi zetu, tuna deliver parcel zetu. Kwa hiyo sio ndani tu ya nchi, tumevuka. Sasa hivi tunasafirisha mpaka nje ya nchi. Lakini pia tunayo hii lishe, unaweza ukaona kama ni nini hiki. Hizi ni lishe ambazo kimsingi mwili ndio unahitaji. Mwili hauhitaji roast, mwili hauhitaji broiler, mwili hauhitaji artificial, mwili unahitaji natural. Na vitu ambavyo vinavyohitajika kimsingi ndio vitu kama hivi hapa. Unaweza ukaviangalia kwa muonekano, kila mmoja anavifahamu, lakini watu wengi hatujui kazi yake. Na kimsingi kabisa, hili ni koko la parachichi. Tunafahamu faida za koko la parachichi. Inaondoa UTI, lakini inatibu madonda ya tumbo, inaondoa tezi dume, lakini pia inaondoa madonda ya tumbo na uvimbe kwa akina mama. Kina mama waliopoteza hamu ya tendo la ndoa kwa kutumia madawa ima ya hospitali au kufikiria sana, kwa sababu kuna fikra nyingine unaweza ukawaza mpaka ukapoteza homoni za mwili wako. Tumia koko la parachichi, unakuwa uko vizuri sana. Lakini hizi ni karanga kutoka Israeli, kwa maarufu sana almond. Hizi kazi yake kubwa ni kutunza, kuhifadhi kumbukumbu, lakini yale mawimbi ya ubongo yanapofanya ule mzunguko, basi yaende kwa spidi inayotakiwa. Sasa almond hii ndio boko. Hii ni black seed, mbegu nyeusi zenye uwezo wa kutibu kila aina ya ugonjwa isipokuwa kifo na uzee. Hii ndio alikasusi.
nimetoka kuizungumzia hapo, lakini haya ni majani ya choya au lozela. Naomba nizungumzie hapa. Ni vitu watu wengi tunavifahamu, lakini hatujui faida yake. Kitaalamu hii cha kwanza inazalisha damu mwilini. Mwili wako hivi unahitaji damu mpya kila siku, lakini je, ulaji wako unakula chakula kinachoongeza damu? Sasa unajikuta unaingiza protini nyingi, unaingiza wanga mwingi, madini mengi. Kwa nini usiugue? Jitahidi kutumia juisi hii ambayo mimi nimeimodify kwa kuiongezea mnanaa ninaounga pale. Si vibaya sana tukawafundisha wapenzi watazamaji. Hii ni juisi ya lozela na mnanaa. Ukizungumza mnanaa, ukiingia kwenye Google, ni majani ambayo Waisraeli wanaishi zaidi ya miaka 150, alafu wakija Tanzania tunaona kama wana miaka 60. Hapo pana siri nzito sana ya Mungu na uumbaji wa mimea. Hata kwa sababu ya muda, nikushukuru sana kijana wangu Asheri Media, Mungu akubariki sana. Asante sana. Kwa faida pia ya watazamaji ambao hawajaweza kufika katika sehemu hii ya Nyerere Square hapa na kinachoendelea hapa, kuna wengi hawajui hapa uko hadi muda gani, ili yule mtazamaji anaweza akakutafuta hapa au akutafute maeneo gani mengine haswa? Kwanza kabisa nafikiri hili tukio tunamaliza leo, japo tulikuwa na wiki nzima hapa, lakini baada ya hapa tunapatikana kwa Dodoma. Kwa wakazi wa Dodoma tunapatikana Dodoma, kwa wakazi wa Mwanza tunapatikana, Dar es Salaam pia tunapatikana, lakini pia kuna maonyesho ya Mei Mosi yatakayofanyika pale Singida, tutakuwa pale, na hata hivi sasa kuna maonyesho ya Osha yanaendelea Singida. Vijana wa Bisuya Herbal Tiba na Lishe wako pale na wanaendelea kusambaza upendo wa huduma za tiba asili. Lakini kwa mawasiliano wanaweza wakanipigia 07 55 35 kwa faida pia 0715 35. Namba hizi hapo unaweza ukampata, mpigie muda wowote, saa yoyote, na yeye atakusikiliza. Kwa sasa sina la ziada. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Idi Waziri Jemedari wa Asheri Media. Usibanduke kwenye chaneli yako, bado tunaendelea kuongea na wadau wengine.